Hi guys, welcome back to our channel. Kwanza kabisa kama subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili kuendelea kupata vipindi vizuri vijavyo. Au kwa majina naitwa Madam Roda, niko na mwenzangu naitwa Josephina. Kwa siku ya leo tutakuwa tuna mada nzuri, mada ambayo tunakuja kuzungumzia kuhusiana na wafanyakazi wa ndani. Ni jinsi gani ambavyo watu wanapata au tunapata ya changamoto nyingi kutokana na wafanyakazi wa ndani, matendo wanayotufanyia na jinsi ambavyo tunawachukulia. Karibu Madam Josephina. Kwa wewe una maoni gani kuhusiana na hili kulingana na mada yetu ya leo? Kwa upande wa dada wa ndani, kumaanisha wafanyakazi, kwa sasa hivi imekuwa ni changamoto kubwa, kwa sababu wamekuwa ni tishio. Kwa sasa hivi wafanyakazi wa ndani ni tishio kubwa. Ndio. Nikikumbuka kuna historia ishanikuta mimi na rafiki yangu. Kuna siku rafiki yangu anapiga simu, upo wapi? Nipo sasa. Basi wahi mapema, tuwai, mzigo umetoka China, basi tunawahi. Yule dada akasema, mimi hizi shughuli za kumbeba mtoto mimi hapana. Akatafuta dalali, huyo dalali akamtafutia mfanyakazi wa ndani. Aiyo mtu mfanyakazi wa ndani, yule dada alimchukua kanae vizuri kwa imani, kwa sababu amemtoa kupitia dalali. Unajua sasa hivi madalali wanaaminika. Ndio. Yule dada aliishi na yule mama aliishi na yule dada vizuri, lakini hivyo fika sehemu yule dada akaanza kutamani maisha ya yule bosi wake wa kike. Yani vile wanavyoishi labda kwani alikuwa kaolewa? Hapana, yani kachukuliwa tu akasha bale lakini sasa yule dada yule, kumbe yule dada tokea Katavi. Ndio. Maisha alienda yule dada siku moja. Tunawahi ya mzigo. Siku ambayo nimepiga simu, basi wewe alipomwacha mtoto akasema ngoja nije tukutane tupende stendi. Tumewahi. Sasa yule dada kwake kumbe ana kamera. Ndio. Venye ana kamera, siku moja katoka zake kazini kaboeka, kafika sema ngoja nichukue nione matukio ndani nini. Chukua laptop kwanza kuzoom matukio ndani. Kuja kuona hivi akuta mdada yule anawanga ndani. Ananuia wetu vitu, mimi naomba huyu bwanangu awe wa kwangu. Ndio. Yule dada akasema hivi ndio mimi nionyesha rafiki yangu karibia simu, hebu njoo. Niliona mimi mwenyewe yule dada ananuia naomba. Ila samani Josephina nikuatisha kidogo. Mimi najua mara nyingi wafanyakazi kama wa ndani hadi sasa sijajua aliishi naye kwa vipi. Najua mara nyingi ili mfanyakazi aweze kubadilika labda tabia yake ni kulingana na matendo ambayo anakuwa anafanyiwa. Unajua katika maisha kuna baadhi ya mabosi yani kwamba kishaona sasa mtu fulani ni kweli, kwa sababu yule dada mimi kuna wengine unajua wapo kwenye kunyanyaswa, lakini kwa yule nisisemee uongo. Yule dada alikuwa anakula anachotaka. Afu mtoto pale ni mmoja mdogo kabisa. Anakula anachotaka na anavaa anachotaka ile akijisikia, lakini ile maisha ndio maana aliyatamani. Ngoja nifanyaje? Niwe kama bosi wangu. Kaza kunuia bwana wa kwangu. Huyu bwana